hakuna mwenye sala nzuri ya kumpeleka mbinguni. Wote tunaenda mbinguni kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu anasema hakuna mtu yeyote awezaye kumuona Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. The Bible says he is true and he is the way. Si kwa sababu yetu tunapambana. Nafikiri kwa nini watu wanatukasirikia? Hatufanani na efforts zao wanazowekeza wao. Wao kuna effort wanawekeza, alafu matokeo hawayaoni, ila sisi inaonekana kama tunafanya masiara, kama hatuko serious na wokovu. Ndio hawa sasa, neema imetuchagua sisi sasa. Ndio sisi ambao Biblia inasema tukifika mbinguni tutarukaruka kama ndama. Anasema wanaotakiwa kupokea wokovu wapokee kama watoto wachanga. Watu mnaojifanya mko serious na maisha hampati. Wenye neema yao wakigusa tupacha wao. Petro hakuwa amejiandaa miujiza yote iliyoandikwa kwenye Biblia. When the grace is available, inakufanya kuwa healer, inakufanya kuwa a way maker, inakufanya kuwa a life giver. Wakati wao wananyota na wanatanganya nyota kwa waganga wa kienyeji, we have grace. Aliye na neema na neema tu. Ndio maana unasikia watu wanatukumbusha sasa hivi, hiyo neema ya Mungu, nyenyekea. Unaelewa maana ya neema? Most people really don't understand. Ndio maana Paulo anasema hivi, nanyi mnaijua. Kwa hiyo neema uliyoijua ndio neema inaweza kukufaidia. Neema ambayo hujaijua haiwezi kukutoa. You need to understand the grace that you are talking about. Go to the prophet. Nenda kwenye nyumba ya Yese, maana pale nimejipatia mfalme. Lakini Yese nyumbani kwake akihesabu watoto wake, hamna hata mmoja anaanzia na jina la king. Yese anaamka asubuhi anagawa majukumu kwa watoto wake. Mmoja ya jukumu alompa Daudi, mchunga kondoo. Yese anajua nyumbani ana vijana, mmoja mwanajeshi, mwingine hivi, ila hata mwisho kanachungaga kondoo. Baba yako ajui wewe ni nani, mama yako ajui wewe ni nani. Neema ikishuka inakutambulisha wewe ni nani. Neema ina tabia ya kufukunyua siri. Kuna kitu ambacho Mungu amekuita na kukufanya. Wanafamilia wenzako naweza wasijue ni nani. Wait until the grace of God reveal to you. Amen. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe vile Mungu anavyotaka. Awe uzima wa milele, awe tajiri mjini, awe na biashara yake according to John 17. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe uliye Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ayubu 22:21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema, ndipo hela, ndipo kazi, ndipo biashara. Kwa hiyo aliyemjua Mungu anayo mema. Kwa anaposema uzima wa milele ni kumjua yeye. Kama uzima wa milele ni kumjua yeye, na kumjua yeye ni kuyapata mema. Moja ya mema ni afya njema, moja ya mema ni kazi njema, moja ya mema ni biashara njema. Kwenye listi ya mema utajiri pia upo. Kwenye listi ya mema gari nzuri pia ipo. Kwenye listi ya mema nyumba pembeni ya beach pia ipo. Hallelujah! Amen.